Hii serikali tulipoingia tulikuta wale wa mama wazee 70 years and above walikuwa nakaa miezi 10 hawajalipwa pesa yao. Kweli ama uongo? Tulipoingia tumewalipa pesa yao yote, na every month kabla ya tariki 28 wanapata ile marupurupu yao. Ndio hao wazee waweza kuishi kwa heshima ile ambayo inastahili. Na mimi niseme kwa hii maneno ya uchumi. Najua kuna watu nasema uchumi umeharibika. Sisi hakuna uchumi tumeharibu. Mimi nilisema pale Kasarani vile tulikuta huu mgonjwa anaitwa economy ya Kenya akiwa ICU. Na nyinyi mnajua mmekuwa na wagonjwa. Hakuna mgonjwa anaweza toka ICU aende direct mpaka nyumbani. Kwanza anapewa dawa, anatolewa kwa mashini, anaenda HDU. Anakaa HDU, anatibiwa, anaenda ward. Anakaa kwa ward, anatibiwa, anaenda nyumbani. Anaenda clinic, akikaa nyumbani, akikunywa supu mpaka anakuwa sawa. Sasa hii uchumi tulikuta ICU, tumerekebisha ikaenda HDU, tumengangana, sasa iko kwa ward. Ikifika mwaka ujao ataenda nyumbani. Na hata akienda nyumbani kutakuwa na clinic na ataenda na madawa. Hata nyinyi mnajua kuna mtu anaweza toka ICU aende nyumbani direct. Sasa hii watu nataka mgonjwa atoke ICU asubuhi afike nyumbani saa 8. Haiwezekani. Mambo ya pombe, dawa ya kulevya tumengangana, lakini machief wameanza kuregea kidogo na county commissioner. Nitawakaza kabla hii Christmas, kwa sababu hatuwezi kubali sisi hao wachungaji wanaombea watoto wetu. Sisi tunawapenda. Watu wengine wanatuuzia sumu, wanasema ni wafanyabiashara. Sasa wale mmefukuza hapa deputy governor, msikubali warudi. Msikubali, nyinyi mchunge hebu yenu. Msikubali takataka kuletwa hapa. Msikubali sumu kuletwa hapa governor. This is your territory. Wewe ni governor. Mchunge, kila mtu achunge kwake. Kila mtu akichunga kwake hawatakuwa pahali ya kwenda. Na wale hawataki kuchunga muachane na hawa. Nyinyi mchunge Embu. Don't allow them to bring back poison to our children.